Niko tayari kuwaletea shairi kwa mada Mungu Baba tunaomba roho ya utambuzi utujalie. Makinikeni. Nilikuwa kwa runinga habari kuzipokea, niliona kama naota kumwona Meja Mugure. Kisa chake cha mauaji katokea mwaka 2019. Ukweli kadhirika kuwa the time always will tell. Kwangu mimi imekuwa kama kutia msumari moto kwenye kidonda. Pumzi niliputa, uchungu tena kupokea. Naona kama jana, machungu bado hiko kama mimi nahisi hivyo. Ya familia tuseme nini? Mungu Baba tunaomba roho ya utambuzi au tujalie. Roho ya utambuzi utujalie, maafa tuyaepuke. Mke wake Meja Mugure angejua angeenda kumtembelea, sasa hivi angekuwa hai, maisha mema akiyafurahia. Mke na watoto kachinjwa kama mnyama, sio kuchinjwa peke yake, vile vile na kuzikwa. Lengo lake ilikuwa ushahidi akupoteza mshukiwa asijue damu yao kamlilia Mungu. Mungu mwenyewe alijua, katuambia na mapema ya kuwa moyo wa mwanadamu unao ugonjwa wa kuua. Mungu Baba tunaomba roho ya utambuzi au tujalie. Kwa mahakama kawaona wanafamilia wa marehemu, akakondeana, akamang'onda, amani amna kabisa. Meja Mugure akamuona amenona kama nguruwe, dhihirisho ya kuwa wasiwasi ana kabisa. Kiongezea kakosa adabu akisema taweka rufaa kwa maamuzi yaliyotolewa kotini, yaliyotolewa na Jaji Moya, kifungo cha maisha. Yuadhani wa maana kuliko aliyewakatishia maisha. Macho kama ngololi kafungua uamuzi ukitolewa. Sikuona kama mtu, nilimuona kama mnyama. Mungu Baba tunaomba roho ya utambuzi au tujalie. Kimawazo kafika mwisho. Jamani, nisaidieni, kichwa mmekuwa nzito, nimechoka kushikilia. Jamani, ninaomba neno moja tutilie mkazo. Vile wewe ungependa kufanyiwa, mfanyie na mwenzio. Meja Mugure na kuuliza, kifungo ya maisha ya kuangaisha, nje ingekuwa ukatwe kichwa yako? Usinijibu kwa sasa, bado niko na hasira. Historia yako nakumbuka vizuri sana. Mke wako kapambania haki za wanawe, na wewe mkono birika haki za watoto kawanyima. Swali la hizi na kuuliza, na kwani usinijibu?
wa watoto. Kusema kweli, barua walikuandikia, kwani hao watoto uliwazaa kwa hiari. Narudia, usinijibu, hasira ziko juu. Ungewasaidia watoto wako, ungemjivunia kuwa baba. Sasa hivi jina lako ni baba wa marehemu. Hatima yako kakosa mwelekeo, pia kakosa. Mungu Baba, tunaomba roho ya utambuzi utujalie. Kusema kweli, moyo wa mwanadamu unao ugonjwa wa kuua, si kwa Meja Mugure peke yake, hata kwa hao wanafunzi. Kisa cha mauaji yana wanafunzi KMTC Nairobi. Anne Odhiambo kanishitua, mvutano juu ya mafasi kangeuka kuwa kifo. Niliwaona wazazi wake wakilia kwa uchungu. Kilichonichitua kabisa, she was the only daughter and the child. Tumaini lao kakatizwa na watu wenye roho ya kishetani. Machozi yao bure hayaendi, malipo watayapata. Kikubwa ni kuwa maisha yenu amani mtakosa. Hakuna kitu cha muhimu kama amani maishani. Mungu Baba, tunaomba roho ya utambuzi au tujalie. Kilele nimefika kufunga domo kwa sasa. Machungu yote kayatoa, angalau nipumue. Ombi langu kwa mahakama, washikilie msimamo wao, angarao waathiriwa haki yao waipate. Jambo moja ninajua, Mungu halali wala asinzii, macho yake iko wazi. Mkilengeza hukumu yenu, bado yeye hakimu wa wanyonge. Maamuzi yake akiamua aulizi yeyote. Jamani, tutende mema mbele zake Mungu, tukumbalike. Hakuna jambo hatari kama kukataliwa na Mungu maishani. Mwenye sikio asikie. Au kuongezea, wahenga waliposema ya kuwa majuto haimjukuu. Kwa nini usubiri majuto kwa maisha yako? Mungu Baba, tunaomba roho ya utambuzi au tujalie. Aswadakta.